Kama utakuwa una mchongo ambao unaujua ukimpa bidada huyu anapata kazi, basi bila iana bidada huyu anakuvulia nguo na anakupa mzigo bila wasiwasi na mashaka ya aina yeyote ile. Movie inaanza, Ezra anapewa mrejesho wa kwamba ofisi yetu kwa sasa haimhitaji mtu kama wewe. Kwa kinyonge sana, Ezra anaondoka. Upande wa pili tunamwona bidada kalala, lakini anaziba masikio kwa sababu ya Ezra muda huo anatoa miguno ya ajabu sana, anatoa miguno ya kimahaba. Asubuhi inapokucha, Ezra anamwaga mpenzi wake na kumwambia, sasa baby, ule mpango wa kazi uloongea inakuwaje? Jana nimekupa penzi zito sana, sasa nahitaji leo unipe mrejesho kuhusiana na swala zima la kazi. So akimaliza tu kufanya naye mapenzi tu mshikaji, basi anamuulizia vipi kuhusiana na kazi, na hapo anarudi kuja kulala upande wa pili. So anapolala upande wa pili, rafiki yake ana mind, anasema hivi, wewe utatumika mpaka lini? Utatoa mwili wako mpaka lini? Lakini Ezra anasema kwamba mimi nafanya yote haya ili nipate kazi, nafanya yote haya kwa ajili ya kazi. So sijali chochote mbele yangu, nachotaka mimi nifanye hivi ama nafanya hivi ili nipate kazi nzuri, pia nikipata kazi nzuri nipate maisha mazuri. So rafiki anamwambia kwamba angalia unavyotumika, angalia jinsi unavyotumika. So leo hii rafiki yake anamwambia kwamba rafiki yangu, mimi nimekaa na wewe yapata mwezi sasa, lakini nipende kukuambia kwamba nakupa mwezi mmoja tu, usipopata kazi hapa nyumbani kwangu naomba uondoke. Lakini Ezra anamwambia kwamba naomba nivumilie kidogo tu rafiki yangu, mimi napambana kadri niwezavyo ili nipate kazi. Rafiki yake anamwambia kwamba mimi mume wangu anarudi, so akirudi hapa sitaki gozi. Lakini Ezra anamwambia kwamba sawa, haina shida, mimi nitapata kazi, na nikipata kazi nitapata sehemu nzuri ya mimi nikae, pia nitapata sehemu nzuri pia na mimi niishi. Basi rafiki yake anamwambia sawa, fanya ufanavyo, nakupa mwezi mmoja tu uondoke kwenye nyumba yangu, mume wangu anarudi. So Ezra achoki, anatoa penzi, na anapotoa penzi anapata interview kama hivi ya kazi, anakuja kuomba kazi sehemu, kwamba mimi nimekuja kuomba kazi kwenye ofisi hii, nimepata mchongo, nimeunganishiwa, kwa nahitaji kazi, nipate kazi. Lakini ofisi nyingi bado pia zinamwambia kwamba hatuhitaji mtu wa namna hiyo, na kiukweli hatukuhitaji kwa sasa, so nenda baadaye utarudi. Sawa. Hii kitu inamuumiza sana Ezra kwa sababu anatoa mzigo, anaenda kufanya interview, lakini bado hapati kazi. Sasa leo kuna mshikaji mwingine pia amemwambia kwamba kuna interview ipo kesho, so nipe mzigo utapata interview. Lakini rafiki yake anarudi, anamkuta Ezra anataka kuandaliwa kwa ajili ya kufanywa bwana. Sasa hapa rafiki yake anakemea kwamba Ezra, hapana, haiwezekani kila siku ukawa wewe ni wa kutumika. So anaamua kumwambia mshikaji atoke nje ya nyumba yake. So rafiki yake anamkemea Ezra kumwambia kwamba inakuwaje kila siku unatumika wewe tu, inakuwaje kila siku unakuwa ni mwanamke wa kutumika? Mimi upuzi huo sitaki, so tafuta kazi kwa mpango mwingine, na kama una mpango wa kutumika kwenye chumba changu ama ndani kwangu, basi mimi sitaki. Ezra alikuwa anafanya upuuzi mmoja, ama alikuwa hafanyi ustaarabu, kwa sababu alikuwa kama atapata mshikaji ama kama atapata mtu, basi huyo mtu atakuja kumtumia kwenye nyumba ambayo alohifadhiwa, kwenye nyumba ya mshikaji wake, kiasi cha kwamba anaishia tu kutoa miguno na kumsumbua mshikaji wake. So mshikaji wake anasema hicho kitu hakitaki wala hakihitaji mbele yake. So Ezra anakasirika sana, ana mind sana, lakini ukweli ndio huo, tayari Ezra kashapewa, na Ezra anatakiwa atafute kazi ndani ya mwezi mmoja kwa sababu mpenzi wake anarudi. So Mungu si asumani, mshikaji wa jana bwana alikuwa na kismart sana, kwa sababu leo Ezra amepata kazi na anakabidhiwa ofisi ya kuambiwa kwamba wewe bwana Ezra utafanya kazi ofisi hii, na hii ndio itakuwa ofisi yako, so jitahidi kufanya kazi vizuri kwa uadilifu. So Ezra anasema kwamba nilikuwa tafuta kazi kwa muda mrefu sana, so kama nipata simu kufanya kazi, basi nihakikishie tu kwamba nitafanya kazi kwa uadilifu mkubwa sana, tena nitafanya kazi kwa performance nzuri sana. Hakika kila mtu ataamini na atapenda mimi kuwepo kwenye ofisi hii. So Ezra anaanza pale kufanya mazoezi ya kuongea na simu. Hello, mteja unasemaje, kama kawa vipi na vipi? So oda yako tayari ishakamilika. So leo hii Ezra anarudi akiwa na furaha sana nyumbani kwao. So anakuja na nyodo nzito sana, hata kumpa salamu rafiki yake inakuwa ngumu. Rafiki yake anasema ushapata kazi, ukipata kazi ndio unavyokuaga hivyo. Sasa wewe ujiangalie. So Ezra anakuwa na nyodo sana pindi ambapo anapata kazi. So leo rasmi amekuja kuanza kazi, na anaambiwa kwamba hapa saa 2 asubuhi tu wanatakuwa ushaingia kazini na majukumu ya kazi tayari yanaanza. So bosi hapendi uchelewe kwenye kazini. So mara kuna mshikaji anapita hapa, bidada anamsalimia, vipi nikuletee chai? Ezra anauliza hivi huyu ni nani kwanza? Bidada anamjibu huyu ni Mr. Omi.
So huyu hapa, huyu ni Mr. Omi. So Ezra anakuja kukabidhiwa kwa Mr. Omi, na anakabidhiwa kwa Mr. Omi. Omi anaanza kumsalimia, inakuwaje Ezra? Safi. So naomba chukua diary uisome kisha uangalie ni ofisi kitu gani nataka, ofisi nataka nini. So Ezra pale anaanza kujishobokesha na anaanza kutabasamu kwa uzuri kabisa. Sasa niwaambie tu ukweli, huyu Ezra target yake kila akipita ofisi ama kila akiingia ofisini, cha kwanza yeye anamtarget bosi, yani anakuwa permanent ama anamtiming sana bosi, ili mradi aanzishe mahusiano na bosi ili awe na maisha mazuri mbele ya bosi. So leo hii sasa Ezra aenda kazini tayari kashajipimpu kwa niaba ya kwanza kumtega bosi. Anamwambia rafiki yake, hebu cheki hapa, bosi wangu atakataa kweli? Rafiki yake anashangaa, oh jamani, ndo mitego ishaanza mapema. We Ezra we. So Ezra anapambana kadi awezavyo, kadi anavyoweza, ili mradi bosi wa ofisi hiyo aingie mitini. So leo hii msekretari anamuuliza, mbona unavaa nguo za kubana namna hii wakati sheria za ofisi yetu hairuhusu kuvaa nguo kama hizi, inakuwaje? Lakini Ezra anasema, wewe tulia wewe, mimi na mchongo wangu hapa ofisini, mimi na timing zangu hapa ofisini. So Ezra yupo kwa Omi bwana. Mr. Omi anafikiwa na Ezra na kuanza kusalimiwa, boss vipi? Vipi kazi inaendeleaje na vipi? Lakini Omi anamwambia, mimi nahitaji kazi hapa, muda wa kazi, hebu kafanye kazi kwanza, sihitaji mambo mengi. Bila kupapasa jicho, Mr. Omi anamtimua Ezra pasipo kuangalia chokivaa wala mtego alompa. So Ezra anajiuliza, vipi, mbona bosi hajatamani mzigo? So Ezra basi siku ile, so leo hii amemwandalia kao bwana Mr. Omi, lakini Mr. Omi anapokea na kuondoka. So bosi, lakini Mr. Omi ana mpango shobo wala timing ya namna yote ile ya kutaka mahusiano. Bosi yuko serious sana akiwa kazini kuliko ni kitu kingine cha aina yote kile. So bidada anakamilisha kufanya kazi kwa wajibu wake, lakini huko akiwa anaendelea kumtega Mr. Omi, lakini Mr. Omi anakuwa yuko busy sana na kazi kiasi cha kwamba bibi Ezra mipango yake inakuwa migumu sana kukamilika. So anamfuata rafiki yake, anamwambia, yule bosi lakini ni mkaksi kinoma, kila nikimtega kila nikimpangilia bosi hapangiki. So najiuliza nitumie mbinu gani ili mradi nimpate bosi. Nikimpata bosi najua bosi atanipangia sehemu nzuri, bosi atanifanya mimi niishi maisha mazuri hapa tauni. So nifanyaje? Lakini rafiki yake anamwambia kwamba hebu jali kuhusu kazi kwanza, au masuala mengine achana nayo, kafate kichokupeleka kazini. Lakini bado bwana bibi Ezra anataka yeye apate mtu ambaye wa kumhudumia. So leo hii shemeji yake na Ezra ameingia bwana mjengoni bwana. Mabusu wa kutosha. Huyu mshikaji ndo analipia kodi kwenye nyumba. So kama analipia kodi kwenye nyumba, hapangiwi wala hachaguliwi muda wa kupiga show wala wa kufanya show. Anafanya show sehemu yoyote ile, iwe ukumbini, sebleni, mpaka chumbani, mpaka chooni. So hata Ezra anapotoka anakuta watu wanapigana mabusu. So kitu hii inamuuma sana, inamvunja nguvu. Anapambana na yeye ili mali siku moja apate mtu wake wa kumlipia kodi sehemu nzuri kama hii. Anapambana na yeye apate mtu wa kumheshimisha hapa town. So mapambano bado yanaendelea kwa Mr. Ezra. Kikubwa kwa Ezra, anapiga kazi sana vibaya mno. Maana mpaka Mr. Omi anapenda na anafurahishwa na kazi ambayo anaifanya Ezra. Lakini Ezra pia japokuwa na kupiga kwake kazi kwa ukubwa na kwa bidii, lakini bado anaendelea kupambana kumtega, anapambana kumpigia michomo Mr. Omi. So ufanyaji wake wa kazi mzuri sana wa bibi Ezra unampa nafasi kubwa sana ya ukaribu kwa bwana Omi. So leo hii bwana Omi amemkaribisha mpaka Ezra nyumbani kwake, wanawe karibu na nini, stories hapa na pale zinaendelea. So kufanya kazi mpaka kazini tu, sometimes moja tunakuwa tuko busy, basi karibu mpaka nyumbani hapa kwa ajili tufanye kazi nyumbani, au unasemaje bwana Ezra? So stories hapa na pale zinaendelea. So uaminifu taratibu kwa bwana Omi unaingia juu ya bibie Ezra. So na pia hichi kitu Ezra anafurahi nacho sana. So leo hii bosi anamwambia kwamba Ezra, samani, mimi na issue moja kwamba ilikuwa leo ni safiri na niondoke, lakini kwa bahati mbaya bwana, mimi safari yangu imekuwa ya kugairishwa kwa sababu nyumbani kwangu naishi na mwanangu, lakini leo ilitakiwa mama mkubwa wa mwanangu aje kumwangalia mwanangu kipindi ambacho mimi sipo. So
ameshindwa kuja, na kama ameshindwa kuja, mimi siwezi kumwacha mwanangu peke yangu. Naomba njoo nyumbani kwangu siku 2-3 hizi ambazo mimi nitakazokuwa sipo, uje kumwangalia mwanangu, uje kumwona mwanangu. So Ezra anafurahi sana kusema, oh, kumbe una mtoto. Kama una mtoto basi sawa. Wanasema kwamba ukipenda boga basi penda na ua lake. Hii nafasi Ezra anaifurahia sana na kusema ya kwamba, oh, kumbe boss pia ana mtoto, basi mimi nitatumia nafasi hii kumpenda mtoto wake ili mradi niwe karibu kabisa na bosi. So Ezra tayari amefika nyumbani na anaongea na mtoto wa bosi. So siku moja Ezra anatamani huyo pia awe mwanawe. So anaanza kumtreat vizuri na kumhudumia vizuri na kumwambia, sasa mimi ni aunti yako ambaye nitakuwepo hapa, na nikuwepo hapa nitakuwa na kuhudumia wewe. Lakini mtoto mashauzi no man, anamsonya anamnyali na kuondoka. Lakini Ezra anasema, oh, utakuwa sawa tu. Leo mjomba wa mtoto anakuja na kusema kwamba, vipi mtoto kwa wapi? Lakini Ezra anasema kwamba mtoto kwa sasa hivi yupo juu huko amepumzika. So mshikaji anasema, unaweka kule mtoto yupo juu? Ndio yuko juu huko, aniaga yuko juu anapumzika. Lakini mshikaji anashtuka, anambia basi kama angalia vizuri uko juu unaposema. Lakini wanaenda kumwangalia mtoto, wanamkuta mtoto hayupo. Solaya. Ezra anaita huku na kule, lakini Solaya sasa ndo anarudi. So kumbe muda ambao Solaya alimwaga Ezra kwamba mimi niko juu napumzika, Solaya yeye alitoka na kuondoka. So mjomba anamwambia kwamba bwana, kuwa makini na mtoto, akitoka akipata matatizo huko lawama itakuwa kwako. So mtoto huyu anajeuri sana, kiburi sana, unajua So leo hii Ezra ameenda kwa ajili ya kuongea naye Solaya, lakini Solaya anamjibu majibu mabaya sana bibi Ezra na kumwambia kwamba bwana, mimi nasikiza mziki wangu, naomba nipishe, toka mbele yangu, sikutaki, naomba nipishe. Lakini Ezra akawa anamuuliza kwa nini unalia? So kwenye kumuuliza kwa nini unalia, Solaya alimwambia kwamba Ezra, je, wewe una boyfriend? Ezra akasema boyfriend? Naye boyfriend. Unataka kujua nini kuhusiana na boyfriend? So Solaya akasema, mimi bwana, boyfriend wangu ameniacha, so napambana ama nahitaji kupata njia ya kumrudia boyfriend wangu. Ezra akasema, oh, safi sana, hiyo ni nzuri, mimi nitakufundisha njia ya kurudiana na boyfriend wake. So hichi kitu kilimfanya Solaya fly sana. So na ikawa mojawapo ama ikawa njia ambayo ya kumfanya Solaya amsikilize sana Ezra, kwa sababu tayari kashampa promise ya kwamba kuna njia atamfundisha ama atamwelekeza jinsi ya kurudiana na boyfriend wake. So leo hii Solaya yupo analia, yupo amekaa mpweke sana. So Ezra anamuuliza, vipi, ni yale mapenzi au ni nini tena kingine? Lakini Solaya anasema, mimi nimemkumbuka mama bwana. Ezra anasema, vipi kuhusiana na mama? Unakumbuka nini kuhusiana na mama yako? Lakini bwana, kumbe taratibu bwana Omi muda huo alikuwa ndo anarudi. Lakini Solaya anasema kwamba mama yangu alikuwa ananipenda sana, lakini babangu hakuwahi kumlinda mamangu hata mara moja, mpaka mamangu anafariki na anapotea. Babangu hata siku moja hakuwahi kuhusika kwenye swala zima la kumlinda mamangu. Naumia sana kumpoteza mamangu kwa sababu babangu hakuwahi kumlinda mamangu. So kitu hiki Omi kinamuumiza sana kwamba mpaka leo hii mtoto wake analia kisa baba yake alimkataa mama yake. So Omi kikweli kitu kimemuumiza sana na imefanya kimemuuma. So Ezra anarudi kushuka chini, anashtuka kumuona Omi bwana. Omi, kumbe umerudi. So karibu nyumbani, karibu mgeni, vipi huko potoka? Lakini Omi anasema, sipo okay, naomba uniache nikae peke yangu kwanza, kuna vitu ambavyo na vitafakari, naomba uniache nipate muda wa kupumzika. So bwana Omi anamwacha bibi Ezra, lakini Ezra anasema, hapana bwana, wezi ukakaa peke yako, hasa kama una msongo wa mawazo na namna hii, itabidi tukae wote tupate moja mbili, moja moto moja baridi, ili pia tuliwazane, ili pia tupeane ushauri hapa na pale, tufarijiane. Vipi, kipi ambacho kinachofanya uhuzunike? Lakini bwana Omi anasema, hapana bwana, hebu niache bwana, sijisikii okay kukuelezea kuhusiana na hicho kitu. Lakini bibi Ezra bwana, kumbuka na mpango wake kuhusiana na bwana Omi. So hapa wanaunga waini na story 2-3, lakini bibi Ezra bado anataka kuwa na ukaribu, bado pia anataka kugusanisha asna chanya kuhusiana na Omi, ili mradi siku moja na yeye pia alipiwe ama apambaniwe maisha mazuri sana. So bibi Ezra anataka kujaribu kumuingiza kwenye mtego bwana Omi, lakini bwana Omi anashtuka na kusema, hapana bwana, mimi siwezi kufanya hichi kitu, na nisifanye hichi kitu nitakuwa mwenye tia kubwa sana, nitakuwa mwenye makosa makubwa sana. Kwa mara ya kwanza bibi Ezra alichomolewa hadharani kabisa mbele ya bwana Omi. Bwana Omi, unakachaje chuma kama hichi? Unakachaje chuma kama hiki? Sasa leo bwana bibi Ezra yupo ofisini. Kwa ofisini bibi huyu sasa hivi ndo kama bibi mwenye ofisi. Ule mzigo wenu mloagizia
baada ya mwezi mmoja tayari utakuwa ushafika. Kwa hiyo baada ya mwezi mmoja hakikisheni mnakuja kuchukua mzigo wenu. So Bibi Ezra japokuwa analeta mapenzi kazini, lakini anahakikisha anapiga kazi kadri awezavyo. So leo hii Bibi Ezra anampigia simu bosi wake usiku na kumwambia, bosi, mimi nipo kinyonge sana. So kama nipo kinyonge sana, wewe pia tangu urudi kutoka safari yako na kuona pia umekaa kinyonge sana. So natamani ama nahitaji basi hata nije tupige stories za hapa na pale. Na bwana huyu anamwambia, fresh, mimi niko mtaani, kama utaweza timba basi mtaani, njoo tupige story za hapa na pale. Kitu hiki Bibi Ezra alifurahi sana na kuona kwamba kama vile mipango yake fulani hivi unaenda kutimia. Na leo hii amembananisha bwana Omi kwenye 18 kumwambia kwamba wewe upo mpweke. Kwa nini upo mpweke? Kwa nini unakuwa mpweke? Kivipi mpaka unakuwa mpweke? Bibi Ezra amembana bwana Omi mpaka bwana Omi anashindwa kuongea. Basi Bibi Ezra anamwambia, kama upo mpweke mimi naondoka. Lakini bwana Omi anasema, hebu subiri kwanza, unamaanisha nini kusema mimi nipo mpweke? Bwana Omi taratibu anashindwa kujishikilia. Anapojishinda kujishikilia, anaamua kumpa mdomo Bibi Ezra. Na Bibi Ezra nafasi alikuwa anaitamani kitambo kinomani, alikuwa anaisubiria kadi iwezavyo na alipambania sana, lakini leo hii pia imefika ile nafasi sasa ambayo alokuwa anahitaji. Basi bwana Bibi Ezra alimpa kila kitu bwana Omi mpaka akashindwa kuamka, mpaka Bibi Solia ndo akaja kumwamsha. Lakini baada ya kuja kumwamsha, babake akaja akamtimua mtoto wake chumani kwake. Bibi Ezra akamuuliza, vipi kuhusiana na jana? Bwana Omi anasema, kuhusiana na jana bwana, ilikuwa ni noma sana. Leo hii sekretari alomkaribisha Ezra ofisini, lakini analetewa malingo na Bibi Ezra. Ni noma sana. Ni wewe ndio unamkaribisha mgeni kuja ofisini, lakini mgeni mwisho wa siku ndio anakabidhiwa ofisi na ndio anakuwa mama ofisi. So bibie anamuuliza babake, baba, hivi Ezra ni nani? Ezra ni vipi? Lakini bwana Omi anasema kwamba Ezra mimi ni rafiki yangu, ni mshikaji wangu, yupo hapa kwa ajili ya kunipa support na tunapenda support, ananipa support mimi na nakupa support wewe, ama unasemaje? Bibi Ezra bwana haitumii nafasi vibaya, anaitumia nafasi kadi awezavyo mbele ya bwana Omi. Na kweli bwana Bibi Ezra anampa support bwana Omi hapa alipokuepo, hapa alipofika. So leo bwana Omi anamwambia Bibi Ezra kwamba kuna mshikaji wangu anakuja, naomba nikutambulishe mbele ya rafiki yangu. Na hapa rafiki yake kweli amekuja. So anamwambia kwamba mimi na mpenzi wangu naomba nikutambulishe. Na mshikaji anasema sawa, ngoja nimuone shemeji kwamba mzuri au mbaya, ila kama mbaya nitakuchana kwamba shemeji ni mbaya. So bwana urafiki yake na Omi anapomwangalia huyu shemeji yake anashtuka ghafla. Mshikaji anashtuka na pia Ezra anashtuka, kisha mshikaji anamchana bwana Omi na kumwambia kwamba unakumbuka kwamba mimi nikwambia kwamba na mwanamke ambaye nataka kumuoa, afu mwanamke hajakuja kanisani, basi mwanamke mwenyewe ndio huyu hapa. Mimi nikuchani tu mwanangu kwamba huyu dem mjau afai kwa kwenye mapenzi wala afai kwenye mahusiano, mimi nakuomba achana naye. So kitu hichi bwana Omi hakuamini, alimshangaa sana Bibi Ezra kumwambia kwamba kumbe wewe malaya kiasi cha kwamba mimi nakupenda na nakuamini sana, lakini wewe kuwa na mpenzi ambaye mpaka mtaka kufunga ndoa afu kwa siku ukaja ukamsaliti. So hata mimi naogopa kuwa na wewe kwa sababu yawezekana ukanisaliti. So Bibi Ezra aenda kuomba ushauri kwa rafiki yake, lakini rafiki yake anasema hapo kichobakia ni kuomba msamaha. So Bibi Ezra pia aenda kwa Omi kwenda kuomba msamaha, lakini Omi amuelewi Ezra hata kidogo na kuona kwamba anamwekitia tu, amekuja kwake kwa ajili ya kumwekitia kitu ambacho bwana Omi yeye hapendi sana. Bwana Omi alimpokea Ezra akijua kwamba atakuwa ni binti bora, atakuwa ni mwanamke bora kiasi kwamba alee familia yake, lakini mwisho wa siku kumbe bibi huyu ni mzushi na mzugaji tu. Ni bibi ambaye ana sifa ya umalaya kwamba alishawahi kufungiwa ndoa lakini siku ya ndoa akutokea. So bwana hata bwana Omi anamuona Bibi Ezra so muaminifu. So Ezra aenda kwa rafiki yake pia kuomba ushauri, lakini pia rafiki yake anasema bwana pambana kadri uwezavyo, hakikisha unaomba msamaha mpaka mshikaji akuelewe. Lakini wewe unavyoonekana ni mongo afu mshikaji apendi mtu mongo, kama vipi achana naye. Lakini Bibi Ezra anasema hapana, mimi nimetokea kumpenda kweli bwana Omi na mimi natamani niwe sehemu ya maisha yake. Lakini bwana Omi kila msamaha anaombwa anakataa kata. Bwana Omi hataki kupokea msamaha wowote. Bwana Omi hataki kupokea msamaha wa aina yoyote ile mbele yake, mpaka binti anauliza kwa nini unataka nisamee wakati yule ni mshikaji ambaye nilikuwa nampendaga zamani enzi hizo. Lakini bwana Omi anasema hapana, mimi nahesabu kwamba wewe ni mfanyakazi wangu, hebu tukutane kama vile kikazi, tukutane ofisini, naomba tukutane ofisini then tuachane ofisini. Bwana Omi anaondoka, lakini Bibi Ezra inamuuma sana hii kitu, anashindwa kuivumilia. So leo hii amekuja kwa bwana Omi usiku na anamwambia Solia kwamba bwana naomba niitie baba yako. Na Solia anasema kwamba kuna issue gani, mbona kama hivyo mwaka siku mbili hizi amko sawa Lakini Bibi Ezra hataki kumwambia chochote, anasema tu wewe niitie baba yako. So
Sauli aenda kumuita baba, lakini baba anasema kwamba sitaki kukutana na mtu wote muda huu, naomba niache. Kamwambia kwamba hahitaji kuonana na wewe. Anasema sawa, haina shida. So kitu hiki pia hata Sauli pia anakuwa akipendi, hajakipendeshwa nacho. Kwa nini baba amkatalie Ezra kuja nyumbani? So haijakuwa mara moja tu, ilikuwa mara nyingi sana. Bibi Ezra anaenda kumuita baba yake na anatamani siku moja ama anatamani kuona Ezra akiwa na mahusiano mazuri ama akiwa na maongezi mazuri na babake, kwa sababu babake alimwahidi kwamba huyu ni binti ambaye anatupa support hapa nyumbani na anatupa furaha hapa nyumbani. Lakini bora leo na mapema sana furaha hii imeondoka na imeyayuka. Ezra anajitahidi kuomba msamaha kadri wezavyo, lakini bwana Naomi anamwambia kwa nini umekuja hapa? Lakini bwana anasema mimi nikuja hapa kwa ajili ya Sauli, na Sauli anamuomba anapambane kadri wezavyo kuniombea mimi msamaha. Natamani mimi niwe mama wa Sauli kwa mara nyingine. Mimi ni mama bora, na kuomba bwana Naomi nipokee tena kwa mume mwingine, na nakuomba nipokee tena. Kima Naomi bado anakataa. So leo hii Sauli yupo na baba yake, anamwambia kwamba baba, mbona wewe unakuwa kama hivyo? Mara ya kwanza ulimpoteza mama yangu mbele yangu, ukutaka kumprotect kwa namna yote. Mama alikosea kwa bahati mbaya, lakini wewe ukutaka kumsamehe kwenye maisha yake. Babake anamuuliza kwa nini? Anamwambia kwa sababu bibi Ezra amekuja mbele yako kama mama yangu, lakini kwa bahati mbaya kwa kosa ambalo alilofanya, lakini wewe hutaki kumsamehe, hutaki kumsamehe Ezra. Kwa nini hutaki kumsamehe Ezra? Mimi naomba bwana Ezra awe kama vile mama yangu, sitaki mgombane, mimi nataka mpatane, tuwe na familia nzuri. Baba yangu ana pa kupumzikia, baba yangu ana pa kuemea, lakini wewe baba uwaga unajijali wewe sana na unajali hisia zako sana, ndio maana hata ulimpoteza mama yangu. So na kuomba usije kumpoteza Ezra mbele yangu, na kuomba kama Ezra amekukwaza, amekukosea, mimi nakuomba umsamehe na maswala yaishi. So bwana Naomi bwana, hii kitu namuumiza sana, na yeye bwana anausikiliza ushauri wa mwanawe na ameupata ushauri wa mwanawe. So anamuonea huruma mwanawe jinsi anavolia na kutaabika. So hichi kitu kilimuuma sana na alikichukua na alikibeba, na maumivu kama ambayo anapitia ya mwanawe kupoteza wazazi wake, kumpoteza mzazi wake, pia yeye amekibeba. So leo hii amekuja kumomba msamaha Ezra, yeye ndio kuja kuomba msamaha, na Ezra anashangaa, kwa nini tena unaomba msamaha wakati mimi nataka niombe msamaha? So bwana Naomi anamwambia bwana, mimi nisamee, nimekosa mbele yako na naomba msamaha yaishe. Basi bwana wakasameheana wawili hawa, na baada ya kusameheana wawili hawa msamaha ukatoka kwa wote wawili. So wakasameana wakaombana msamaha, na msamaha bwana wakamsamaha, wakataka yaishe na mambo yawe kama zamani. Na kitu hiki bwana bibi Ezra ndio alikuwa anakipenda na kukitamani sana. So alichukulia kwa ukubwa sana, alichukulia kama yaliomo yamo na umo ndo umo. Bibi Ezra hakuwa na kinyongo, na bwana Naomi pia hakuwa na kinyongo. Mshikaji kashasamee, na baada ya kusamee basi wakakumbatiana, wavokumbatiana wakafarijiana. Kwenye kufarijiana ikawa kama zamani, na mzigo wetu bwana hapa ndo umefika mwisho.